Kila mwanadamu amekuwa akiwaza au kusikia mambo fulani katika maisha. Kwa jinsi hiyo, ni watu wengi wamekuwa na nadharia nyingi na mashaka. Pamoja na hayo, wamekuwa na mikanganyiko juu ya imani zao, ibada zao, na kugubikwa na maswali bila kupata ufumbuzi. Wengine wamebaki hawana uamuzi. Wafanye nini? Waelekee wapi? Na kufuata lipi? Tena sio hao peke yao. Inawezekana hata wewe una maswali na kupata utata mahali fulani. Lakini si kwamba hakuna kabisa majibu juu ya mambo hayo na mengine mengi katika maisha. Na hivyo ni kualike kijana, binti, mama, baba, mzee wa dini yoyote kwa namna ya pekee katika mikutano na kusikiliza mafundisho haya ya neno la Mungu yaliyobebwa na ujumbe unaosema, pamoja na hayo Mungu atatuvusha ng'ambo ya dunia, yanayokufikia kutoka viwanja vya chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, ndani ya ukumbi wa Nyerere, ikiwa ni chini ya mwinjilisti Oswald Gideon akisaidiana na mwinjilisti mwenza Zakaria Elias. Kumbuka, pamoja na hayo Mungu atakupatia majibu ya maswali yako kupitia mafundisho na mikutano hii. Njoo tujifunze pamoja. Na mwisho, Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa na kufanya maamuzi sahihi. Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, asante kwa jioni hii njema. Jioni hii tunapoenda kuyafungua maandiko matakatifu, tunaomba Bwana uwe katikati yetu. Tufundishe kwa neema yako. Naomba kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Niwakaribisheni tena kwa ajili ya somo la usiku wa leo. Lakini kumbuka ujumbe wetu mkuu wa mkutano tunaoendelea nao unasema, pamoja na hayo Mungu atatuvusha ng'ambo ya dunia. Pamoja na hayo Mungu wetu huyu tunayemwabudu atatuvusha ng'ambo ya dunia. Lakini jana tulikuwa na somo ambalo lilikuwa likiongelea mnyama ambaye alikuwa na ngozi ya chui, lakini alikuwa na vichwa 7, pembe 10, na tukagundua kwamba mnyama huyu alikuwa ni Roma, ni utawala wa Roma ya kidini, Rumi ya kidini, ambayo iliinuka baada ya pembe ile ndogo kuangushwa. Pembe ile ndogo kuangushwa, kwamba uongozi wa kipapa ulipokomeshwa na jemedari wa Ufaransa Bethia, baada ya kuondoa huo uongozi, na utawala mwingine ukainuka sasa kutokana na mnyama yule ambaye tulijifunza jana kwamba jeraha lake lilionekana kupona, na tukagundua kwamba kumbe kupona kwa hili jeraha tayari Urumi tena uliinuka ambao ni wa kidini ukaendelea kusonga mbele. Lakini tuzidi kujikumbusha, somo letu limejengwa katika kitabu kile cha Danieli sura ya 2, ambayo Nebukadneza anaonyeshwa sanamu ya mtu mmoja aliyesimama mbele yake, na akakosa tafsiri ya ile sanamu. Na baada ya hapo Danieli alizidi kuifafanua sanamu ile. Lakini masomo haya ya unabii pia yamejengwa katika kitabu kile cha Danieli sura ya 7. Tunakutana kwamba ile sanamu inakuja inafafanuliwa na wanyama wale 4 ambao walitajwa na maandiko matakatifu kwamba ni falme zitakazoinuka juu ya nchi na kutawala. Tukaona ufalme kama wa simba ulitawala kule Babeli ukapita, lakini utawala mwingine ukaja ukainuka, utawala ambao ulikuwa wa dubu ukainuka ukatawala ukapita. Ukaja utawala mwingine wa chui ukapita nao. Sasa tuko katika utawala wa mwisho wa 4, ambao ni utawala wa mnyama wa kutisha. Na tukagundua katika yule mnyama wa kutisha, yeye alikuwa na pembe 10, lakini baada ya kumwangalia vizuri Danieli aliona katika kichwa chake pembe ndogo tena nyingine ilizuka, ambayo ndo wiki jana tulijifunza juu ya pembe ile jinsi ilivyozuka ikatesa watakatifu. Tena pembe hii ilinena kinyume chake yeye aliye juu.
tukaona iliwadhoofisha watakatifu wa Mungu. Nikijaribu kusogea mbele kidogo, naweza nikasimulia kidogo kwamba Babeli, huu ni utawala uliotawala kuanzia mwaka 605 hadi 538, ambao ulikuwa ni utawala wa simba. Lakini Wamedi na Uajemi, ambao ulikuwa ni utawala wa dubu, ulitawala mwaka 538 hadi 321. Mnyama mwingine wa kutisha, yeye alitawala mwaka 168 hadi 476. Utaona kutoka mwaka 168 hadi 476 ni kana kwamba miaka ilishuka alafu ikapanda. Na hapa ndiyo historia ya Bwana Yesu kuzaliwa. Yesu amezaliwa katika ile Rumi ya kipagani, utawala wa mnyama wa kutisha wa kipagani. Lakini tukaona pembe ndogo ikazuka mwaka wa 538 hadi 1798, ambayo ni Rumi ya kidini, ambapo siku 260 ambayo ni miezi 42, na nyakati hizi ndipo watakatifu wa Mungu waliteswa na kuuawa baada ya ujumbe uliopigwa na mitume, baadaye wakauawa. Na hivi baada ya kuuawa hivi ndiyo jemedari huyu Bethia anatokea na kuja kuukomesha utawala wa kipapa uliokuwa ukiendelea pale, na kuonyesha kwamba huyu mnyama alipata jeraha la mauti. Na baadaye ndo jana tukajifunza juu ya mnyama huyu ambaye alikuwa na madoadoa ya chui, lakini miguu ya dubu, ana vichwa saba, lakini ana pembe 10 na vilemba juu ya zile pembe. Lakini tukajifunza mbele kidogo, tukaona yeye ana element au amechukua mifumo ya wanyama wote waliopita, kwamba nguvu walizokuwa wakizitumia mwanzo yeye alizibeba naye akazitumia. Maandiko matakatifu yakatuweka wazi juu ya mnyama huyu kwamba yeye alipewa uwezo na Ibilisi kunena kinyume chake aliye juu, akatamka makufuru. Jana tulijifunza juu ya mnyama huyu. Lakini leo tutakuwa na mada nyingine nzuri kabisa ambayo inaelezea, je, Marekani itaendelea kutawala dunia? Msomaji, Ufunuo sura ya 1 aya ya 3. Maandiko yanasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Ufunuo sura ya 1 aya ya 3. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana anajaribu kuonya ulimwengu kwamba heri yeye asomaye maandiko ya unabii huu ulioandikwa katika kitabu kile cha Ufunuo. Ufunuo ndio unatuweka katika unabii wa siku za mwisho, na maandiko matakatifu yanaonyesha wanyama wanaotajwa katika Ufunuo. Yohana wa Patmo naye analejeshwa katika wale wanyama waliopita, kwamba anaonyeshwa sasa ni namna gani unabii wa Biblia na Yesu kurudi uko mlangoni. Alionyeshwa Yohana wa Patmo, ndo akaandika heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Baada ya unabii huu ambao tunautaja leo, baada tu ya unabii huu ukitimia, Yesu anarudi. Twende pamoja msikilizaji wangu, twende pamoja jioni ya leo. Ufunuo sura ya 13 aya ya 11, msomaji. Neno la Mungu linasemaje? Ufunuo 13 aya ya 11 mpaka 16. Kisha nikaona mnyama mwingine
kisha nikaona mnyama mwingine. Huyu ni Yohana wa kisiwa cha Patmo. Wakati amefungwa kule, sasa anaonyeshwa maono ya siku za mwisho. Naam, akipanda juu kutoka katika nchi. Yeye mnyama huyu, wakati wale wanyama ambao ni wanne tuliwaona walikuwa wanatoka katika bahari, lakini mnyama huyu yuko tofauti. Yeye anapanda kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Sikia, yeye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka. Sikia, kumbe mnyama huyu ana sifa tena naye kama yule wa jana, kunena kama joka. Lakini tutajua, je, hii nguvu anaitoa wapi ya kunena kama joka? Endelea. Fungu la 12 nasemaje? Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Sifa yake nyingine, kumbe yeye hasimami kama yeye, anatumia yule mnyama tuliyemtaja jana, ambaye alikuwa na miguu ya dubu, lakini vichwa vya simba, alikuwa na madoadoa kama ya chui na vichwa 7, lakini pembe 10. Alipewa nguvu na yule joka. Kumbe mnyama huyu ambaye tunaenda kumtaja leo, naye anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza. Endelea. Naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Kumbe yeye mnyama huyu anatajwa katika Ufunuo kwamba ataifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama huyu wa kwanza. Endelea. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Mnyama tuliyemtaja jana ni tawala, ambayo ilikuwa ni lumi ya kidini ambayo tunaendelea nayo, lakini lumi hii ndiyo itampa nguvu huyu. Lakini nyuma yake kuna yule joka ambaye alimpa huyu mnyama ambaye tuliyemtaja jana nguvu za kunena kama joka. Na yeye kumbe mnyama huyu ambaye tunaenda kumuona leo anapewa nguvu za kuzungumza kupitia nguvu za yule mnyama tuliyemtaja jana. Endelea. Fungu la 13 linasema, nasemaje? Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi. Mnyama huyu tena ana sifa nyingine kwamba anafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Naam, endelea. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Kazi anayokuja kuifanya mnyama huyu ni kuwakosesha wale wote wanaokaa juu ya nchi, kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Kwa ishara zile alizopewa na mnyama yule ambaye tulimtaja jana. Endelea. Akiwaambia wakao juu ya nchi. Akiwaambia wale wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Kumfanyia. Kumbe ana sifa nyingine kwamba yeye atakuja kuamrisha wale wote wanaokaa juu ya nchi wamfanyie sanamu yule mnyama. Endelea. Aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Yule mnyama ambaye ni lumi, baada ya kukomeshwa na huyu jemedari Bethia, yeye akaonekana kupona. Kumbe huyu mnyama ambaye tunamuona leo, huyu Marekani, sasa yeye anapewa nguvu za kudhoofisha hawa. Endelea. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sikia, kumbe yeye anakuja kuweka pumzi ndani ya yule mnyama, ya ile sanamu, hata ile sanamu ifanye nini? Inene. Kumbe uwezo wa sanamu hii kunena sio kwamba unakuja kuwekwa tu na mtu mwingine, bali ni taifa la Marekani ambalo linaonyesha ndo ufunuo wa mwisho. Na ufunuo umeandika juu ya taifa hili kwamba litapewa nguvu na yule mnyama tuliyemtaja, ambao ni lumi ya kidini. Itaipa nguvu hii nchi ili ipate kuweka nguvu juu ya sanamu ya mnyama yule. Fungu la 16. Naam. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Sikia kazi atakayokuja kuifanya mnyama huyu ambaye ndo nchi ya Marekani, ni tena kwamba mtu awaye yote
naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa. walio huru kwa watumwa, Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. au katika vipaji vya nyuso zao. Naye awafanya wadogo kwa wakubwa, watiwe chapa kwa wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. Sikia, huyu mnyama anakuja kufanya kazi kubwa ya kutia chapa. Haijalishi ni maskini, ni tajiri, au ni mfungwa, ni mtu wa aina gani, ni kiwete, kilema, yeye atakuja kufanya kazi ya kuweka muhuri juu ya watu hawa. 17 Neno la Mungu linasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Kumbe hii chapa inakuja kuweka vigezo fulani, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kumbe hesabu au alama ile ambayo anakuja kuiweka juu ya watu hawa ni hesabu ya kibinadamu, hesabu ambayo Ufunuo wa Yohana unadhihirisha wazi kwamba ni hesabu isionyesha utimilifu. Maana 6 inaonyesha sio utimilifu, kitu ambacho sio kamili, na kuthibitisha kwamba yeye yuko kinyume na ukamilifu, ambao namba ya ukamilifu inawakilishwa na 7. Mnyama, tunafahamu kwamba toka mwanzo tulikuwa tunataja mnyama ni falme au tawala. Katika Danieli sura ya 7 aya 17, wanyama hao wakubwa walio wanne ni falme 4, ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Sifa za kuitambulisha mamlaka hii, sifa za kuitambulisha mamlaka hii. Iliinuka baada ya mnyama wa kwanza kupata jeraha la mauti. Sifa ya kwanza, iliinuka baada ya mnyama wa kwanza kupata jeraha la mauti. Utaona huyu mnyama naye kumbe aliinuka. Hii nchi iliinuka baada ya mnyama huyu kupona jeraha lake la mauti. Lakini kitu cha pili inasema anatokea katika nchi kavu. Sifa nyingine ya mnyama huyu, anatokea katika nchi kavu. Wengine walitoka katika bahari, lakini mnyama huyu ana sifa ya kutokea katika nchi kavu. Ufunuo sura ya 13 aya 11, msomaji. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Ndiyo sifa ya mnyama huyu, kwamba yeye ni mwana kondoo, lakini anaonekana kutoka katika nchi. Anaonekana kutoka katika nchi. Jambo jingine, ana pembe mbili kama mwana kondoo. Ana pembe mbili kama mwana kondoo, kama tulivyosoma katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 11 aya ya 11. Lakini ananena kama joka, na tumegundua kwamba kumbe huyu mnyama ananena kama joka. Kutoka wapi? Uwezo anautoa wapi? Mnyama huyu anautoa uwezo kwa mnyama yule wa kwanza, ambaye nimejaribu kumwongelea mwanzoni, ambaye tulijifunza jana kwamba yeye alipewa nguvu na yule joka. Kumbe uwezo huu wa mnyama huyu mwenye pembe mbili mfano mwana kondoo, naye anatumia uwezo ule aliotumia yule mnyama aliyekuwa na jeraha la mauti likapona. Lakini jambo jingine ni mamlaka yenye nguvu ya kushawishi dunia. Sikia, mamlaka yenye nguvu ya kuishawishi dunia. Tazama taifa la Marekani leo, ni taifa ambalo lina uwezo mkubwa wa kushawishi dunia, na mataifa yote au nchi zote za madola zinaiheshimu sana nchi hii, maana imetabiriwa katika maandiko kwamba ni nchi ambayo imepewa nguvu ya kushawishi dunia. Hakuna taifa ambalo linaweza likaipinga Marekani. Ndio maana unaweza ukaona
hii nchi inajichukulia madaraka hata kupigana na nchi mbalimbali. Baada ya mapigano kati ya Saddam Hussein na yule Osama bin Laden, bwana George W. Bush alitamka maneno kwamba baada ya kukomesha magaidi, baada ya kukomesha huu ugaidi, nitahitaji kutafuta makanisa yote ambayo yanajidai menyewe yanatoza watu zaka na sadaka. Na ukitazama, kumbe mnyama huyu anatumia uwezo tu, ni mamlaka ambayo inatumia nguvu fulani, inajionyesha kuwa ina pembe mbili, imejichukulia madaraka aina mbili, ina udini lakini inaonyesha kuna siasa ndani yake. Ndiyo maana ya pembe mbili hizi za huyu mnyama. Lakini ana jambo jingine, sifa nyingine alionayo mnyama huyu, ana mamlaka kama mnyama wa kwanza. Anatumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza. Mnyama huyu wa kwanza kama alivyokuwa akifanya namna ya kuwatesa watakatifu. Aliinuka baada ya mnyama wa kwanza kupata jeraha la mauti katika Ufunuo sura ya 13 aya ya 3 na 11. Marekani ilipata uhuru wake mwaka wa 1776, lakini ilikuwa ni mpaka mwaka 1798 ambapo Ufaransa, taifa lililompa jeraha la mauti mnyama wa kwanza ambaye tulijifunza jana, Rumi ile ilipopewa jeraha la mauti, na jeraha la mauti likapona mwaka 1798, tuliona jana. Kumbe ilipokuwa ikipona, taifa la Marekani nalo lilitambua jeraha la mauti mnyama huyu wa kwanza, likatambua rasmi uhuru wa Marekani. Ukitazama pale, kumbe taifa la Marekani limepata uhuru wake, mwaka wa kutambulika kabisa ni mwaka 1798, ambapo ndipo jeraha la mauti hapa lilipotiwa na mnyama yule wa kwanza, yule ambaye tulijifunza jana. Anatokea katika nchi kavu. Sifa nyingine ya mnyama huyu, anatokea katika nchi kavu. Utaona kama tulivyosoma katika Ufunuo sura ya 13 aya ya 11. Kinyume cha mnyama wa kwanza, wanatokea baharini, maeneo yenye wakazi wengi. Ufunuo sura ya 17-15. Kumbe tulijifunza katika Ufunuo kwamba maana ya maji au bahari ni makusanyiko ya watu wengi. Na Biblia au Ufunuo, unabii unapoelezea juu ya bahari, unaelezea juu ya watu wengi au wakazi wengi. Huyu anatokea nchi kavu, ikimaanisha eneo ambalo halina wakazi wengi. Nchi kavu ni eneo ambalo halina wakazi wengi. Historia ya Marekani inaonyesha kwamba hii nchi ilikuwa ni nyika. Baada ya mateso makali ya pembe ile ndogo, Rumi ya kidini ilipozuka mwanzoni, ilikomesha wateule wengi na watakatifu wengi waabudu kanisa la Waadventista, waamini Sabato, walikimbilia nchi ya Marekani. Na huku ndiko kulikuwa kama maficho kwao, walijificha katika nyika hii ya Marekani. Na inaonyesha kwamba kumbe hii nyika ilikuwa na watu wachache sana. Ana pembe mbili kama mwana kondoo. Yeye, unajua mwana kondoo anajionyesha kwamba ni mnyama mmoja mpole. Huwezi ukamlinganisha kama mbuzi. Mbuzi yeye ana shida moja. Siku moja nilikuwa nafikiria namna gani huyu mbuzi naweza nikamfananisha na kondoo, lakini nikagundua kwamba mbuzi yeye huwezi kumfananisha na kondoo hata siku moja. Kwamba mbuzi akitambua ikuti kuna mahindi, alafu umemfunga katika zizi, ukimwachia tu breki ya kwanza lazima aifunge pale kwenye mahindi. Na hili ndio tatizo la mbuzi. Lakini kondoo ana sifa ya kuonekana mtulivu. Na huyu mwana kondoo huyu, ambao ndio nchi ya Marekani, mwanzoni ilionekana ni nchi tulivu yenye amani, lakini baadaye hii nchi inatabiriwa kuwa ni nchi itakayojiinua na kudhoofisha watakatifu, kuonyesha tabia ya ujana na taifa changa la Marekani. Na msingi yake
miwili ya uhuru wa kisiasa na kidini, vitu ambavyo vilisaidia sana katika kuendeleza taifa hili kufikia fanaka na kuwa dola yenye nguvu. Hii nchi ndio maana imejaribu kutambulishwa kwamba yenyewe ina pembe mbili, kwamba pembe ya kwanza inawakilisha kuna dini ndani yake, lakini pembe ya pili inaonyesha kuna siasa ndani yake. Ndio maana utaona nchi hii ina elementi kama hizo, au ina matabaka mawili kama hayo, tofauti na zile pembe katika wanyama au falme zingine. Pembe hizi mbili hazikuwa na taji juu yake. Waanzilishi wa nchi ya Marekani waliamua kupata fundisho kutoka historia ya kale ya Ulaya kwa kuanzisha taifa bila mfalme. Nchi hii imeanza bila mfalme. Nchi hii imeanza bila mfalme, lakini ina sifa nyingine. Atanena kama joka. Tumejifunza katika Ufunuo sura ya 13:11, yeye anapewa uwezo wa kunena kama joka kwa uwezo ule wa mnyama tuliyejifunza jana. Yeye aliyechukua uwezo wa wanyama wale wa kwanza wanne. Lakini jambo la kusikitisha kwamba tabia yake itabadilika kutoka ile ya kwanza, kutoka ule upole alionao itazidi kubadilika, maana yeye amebeba siasa na udini, na dini hii itamchochea ili abadilishe tabia zake, abadilishe tabia yake. Kama mwana kondoo kuwa ya joka, huyu mnyama atabadilishwa tabia yake. Ni mamlaka yenye nguvu ya ushawishi duniani, kama nilivyosema mwanzoni kwamba hii mamlaka ukitazama vizuri, hakuna taifa ambalo huwa linaipinga. Mara nyingi likiamua kwenda kupiga sehemu fulani, yenyewe inajichukulia maamuzi ya kwenda kupiga, maana ni nchi ambayo ina uwezo wa kushawishi dunia nzima. Hakuna taifa ambalo linaweza likapingana na nchi hii. Ana mamlaka kama ya mnyama wa kwanza. Ana mamlaka ya mnyama wa kwanza, anatumia mamlaka hiyo. Ana ushirika na mnyama wa kwanza. Mtazame vizuri mnyama huyu. Kumbe ukimtazama vizuri mnyama huyu ana ushirika. Ndio maana nimesema mwanzoni kwamba hizi pembe zinawakilisha kwamba mnyama huyu sio yeye tu amesimama pale. Pembe ya kwanza ikiwakilisha siasa fulani ambazo ndo serikali, kama hii serikali ya nchi yetu, lakini ndani yake kuna udini. Anahamasisha ibada kwa wanyama, anahamasisha ibada kwa mnyama wa kwanza. Yeye pia ana sifa ya kuhamasisha ibada ya mnyama kwa mnyama wangapi? Wa kwanza. Huyu mnyama baada ya kupewa nguvu za kutamka maneno kinyume chake yeye aliye juu, kumbe atawapa wakazi wa dunia kazi ya kuabudu, ibada ya kutii ibada za mnyama yule wa kwanza ambaye ni Mrumi. Ufunuo sura ya 13 aya 15, msomaji. Neno la Mungu linasemaje? Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Kumbe yeye ndio anapewa sifa ya kutamka, kutia pumzi kwa ile sanamu, hata ile sanamu ya mnyama inene. Lakini sanamu ya mnyama hii ni nini? Sanamu ya mnyama ni Uprotestanti, au makanisa ya Jumapili. Kumbe kule kutia pumzi ni yeye atapewa kazi, huyu mnyama au nchi hii ya Marekani, kusimamisha dini hii ya Kiprotestanti tena katika dunia, ili iwe kama dini ya kuabudiwa. Yeye atatia pumzi katika yule mnyama, ile sanamu ya mnyama. Lakini ana kigezo kingine, anafanya ishara kubwa na maajabu katika Ufunuo sura ya 13 na 14, msomaji. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Kumbe mnyama huyu ana sifa ya kufanya maajabu makubwa, hata kufanya moto utoke juu mbinguni
kuja juu ya wanadamu. Sifa ya mnyama huyu, Ufunuo sura ya 13 hadi 14, inaongelea kwamba yeye ndiye atakayesababisha kupitia kinywa chake na uwezo wake, kwa sababu atapewa nguvu na yule mnyama wa kwanza tuliyemtaja jana. Yeye huyu kupitia kinywa chake na utawala wake na mabavu yake atafanya moto utoke kutoka katika kiti cha enzi, maana ni mnyama wa ufunuo wa mwisho. Yesu anarudi kwa unabii wa mnyama huyu ambaye ni mfano wa mwana kondoo. Katika Ufunuo sura ya 16 aya ya 14, neno la Mungu linasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Sikia, hizo ndizo roho za mashetani. Kumbuka, nimetaja mnyama huyu hatumii uwezo wake, bali anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza. Taifa hili la Marekani ndilo lina sifa ya kutumiwa na mnyama huyu ambaye ni Rumi, ambaye huyu mnyama sifa yake, nyuma yake kuna joka. Joka huyu tulijifunza jana kwamba ni shetani. Shetani ataweka nguvu yake kupitia mnyama huyu wa kwanza ambaye tulijifunza jana, naye huyu mnyama huyu atamtia nguvu mnyama huyu ambaye anaonekana mfano wa mwana kondoo, lakini ana pembe mbili. Atatiwa nguvu na huyu joka, ndiye ataongeza nguvu, na ili unabii utimie, unatimizwa kwa huyu mnyama ambaye anajionyesha leo ana mabavu makubwa duniani. Sikia, wakazi wa dunia leo, umefika wakati wa kutambua kwamba unabii wa dunia unaelekea mwisho. Hakuna historia ambayo imebaki kuwa ndefu, lakini dunia ya leo tunaelekea mwisho. Na ukitazama katika ile sanamu ambayo Danieli alionyeshwa, tuko katika unabii wa miguu ambao hauchangamani, ni chuma na udongo, havichangamani. Sikia, unabii wa mwisho unakamilishwa na taifa la Marekani. Ndio maana leo duniani kote utasikia taifa hili, mara tu mzozo unapotokea mahala fulani, hili taifa linanyanyuka na kuanza kufanya maamuzi fulani. Wakati fulani taifa hili ushoga ulipoidhinishwa, taifa hili limeonekana likiweka vikwazo juu ya nchi ambazo zilikuwa zikijionyesha kwamba zinapinga juu ya ushoga. Lakini taifa hili ni mfano wa mwana kondoo, lakini ni taifa ambalo hata saizi limeidhinisha ushoga, linanena kama joka kinyume chake yeye aliye juu. Atawatesa hata kuwaua watakao kataa alama ya mnyama. Katika Ufunuo sura ya 13 aya ile ya 13 hadi 17, yeye ndiye atawafanya wengi kupokea chapa ya mnyama wa kwanza. Katika Ufunuo sura ya 13:16, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, naam, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. Kumbe hili taifa ndilo litafanya kazi hiyo. Lakini msomaji, soma Ufunuo sura ya 14 fungu la 9 na la 10. Neno la Mungu linasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu. Sikia ujumbe wa mwisho juu ya dunia na wakazi wa dunia. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisemaje? Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Tangazo kutoka mbinguni linatangaza, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Endelea msomaji. Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Kumbe yeye naye atakunywa katika mvinyo ya
ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, katika kikombe cha hasira yake. naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika. Hukumu ya wakazi wa dunia ambao watasikiliza habari za mnyama huyu na kupokea tamaduni na desturi ambazo atazianzisha mnyama huyu, kanuni na taratibu atakazoziweka. Hukumu inakuja kwamba wakazi wa dunia watatiwa moto wa kiberiti, ambao moto huu haujachanganywa, ni wa asila ya Mungu, ya mwana kondoo, ya Mungu Mwenyezi. Ufunuo sura ya 18 aya ya 4. Neno la Mungu linasema, inasemaje? kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni, tarumbeta au sauti nyingine ikasikika kutoka mbinguni ikisemaje? tokeni kwake. Wakazi wa dunia na vijana wote ambao tuko katika chuo hiki, tangazo linatoka katika kitabu kile cha Ufunuo sura 18 aya ya 4 kwamba tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Tangazo hili linasikika. Yohana wa Ufunuo anaonyeshwa juu ya mnyama huyu na utimilifu wa wakati, na kwamba baada tu ya kukamilisha mnyama huyu, ufalme wa mbinguni utasimama. Lakini tangazo kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu kinatangazia wakazi wa dunia, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Sikia, baada ya somo hili tutakuwa na mapigo ambayo yataipata dunia. Mungu akubariki. Karibu kwa somo litakalofuata. Kesho tutakuwa na somo jingine, lakini kesho kutwa ndio tutakuwa na mapigo 7 ya mwisho. Bwana aubariki. Huenda katikati yetu kuna mtu mmoja au wawili au watatu wanasema, nimejifunza juu ya maandiko matakatifu na nimejifunza juu ya ufunuo wa wanyama ambao ni falme zinazoishilia au zinamalizia unabii wa mwisho. Nimegundua kwamba tayari tunaishi katika dhama za mwisho, lakini ninahitaji kutoa maisha yangu kwa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Jioni ya leo waweza ukasimama pamoja nami, unaweza ukasimama pamoja nami rafiki yangu, na ukapiga hatua mbele hapa. Wote tukiwa tunasimama. Wito jioni ya leo unasema, mkimbie mnyama na sanamu yake, toa maisha yako kwa Yesu sasa upate kuokolewa. Ndiyo, jioni ya leo nakupa neno hili, toa maisha yako kwa Yesu. Bado muda mfupi sana, yeye ajaye atakuja, maana ufalme wa mbinguni umekaribia sana. Rafiki yangu, huenda moyoni mwako unafikiria juu ya maisha yako. Piga hatua, mpe Mungu maisha yako. Muda unakuja ambapo historia ya unabii huu inaenda kufungwa. Sijui utafungiwa upande gani, sifahamu utafungiwa upande gani. Ni jioni njema ambayo Mwenyezi Mungu anakusihi. Sauti hizi baada ya majuma matatu zitakoma. Huenda tutakuwa tunakutana tu katika makorido na sehemu zingine nyingi, lakini kumbuka, majira na nyakati za unabii zinaashiria kwamba unabii umemalizika. Tunasubiri tu mnyama huyu kutangaza mambo machache. Ukifikiria sana juu ya sarafu moja, sasa hivi kuna shirikisho la Afrika Mashariki linazidi mchakato mkubwa wa kuunganisha nchi za shirikisho la Afrika Mashariki, na utaona mchakato mzima wa kuunganisha nchi hizi. Na si hivyo tu, tunakuja katika tukio jingine la kuunga dini kuwa serikali moja. Sikia, unabii tulionao sasa ni wa mwisho. Rafiki yangu, toa maisha yako kwa Yesu, mpe Bwana maisha yako jioni ya leo. Bwana awabariki. Tutakuwa hapa, wengine wanaogopa. Huenda kama umenuia moyoni mwako kutoa maisha yako, utatuona hapa, tutakuandika jina lako. Baada ya mikutano hii tutakuwa na batizo mkubwa. Jitoe kwa Yesu jioni ya leo. Tufumbe macho tuombe. Mungu Baba, asante kwa jioni njema hii.
Asante Mwokozi wetu kwa kutufundisha haya yote tuliyojifunza jioni hii. Tunakusihi yakatufae na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Lakini tunaona majira na nyakati yamesonga sana. Watoto wako wanapenda dunia. Mungu waokoe kutoka huko, waondoe kwa yule mnyama, wajiunge na safari ya watakatifu wako. Jioni leo tunapofunga mikutano hii, ambatana na rafiki yule, mgeni yule, mama yule, dada yule, ondoka nao, lakini watafakarishe, wakakumbuke kwamba muda huu ni wa rehema. Karibu mlango wa rehema unafungwa na wewe unarudi. Bwana kuwa pamoja nasi usiku wa leo, ni katika jina la Yesu, amen.